haangaiki. Jamani, kuna wengine wa familia hawana, shetani hana shida nao. Hana shida nao. Shetani ana shida na mtu huyu. Mzaliwa wa kwanza. Akimkamata huyu, akija kwenye swala la kuchuma. Unaelewa? Akashika na wenyewe tunapata huko nyuma. Hata wewe unaona baba yako mkulima. Wangapi sio wakulima kwenye ukoo wenu? Wangapi sio wakulima? Ni wewe. Yaani baba yako, mama yako anatengeneza wanzuki. Ile pombe ya kichaka inaitwaje? Inaitwaje? Mbege. Umezaliwa nyumbani kuna mbege. Mtoto akaja kunywa mbege. Sasa kunywa unatengeneza kizazi. Wewe rohoni unataka mtoto aweje? Kuwa na hizo tabia ili umfundishe huyo mtoto. Haleluya. Jambo la mwisho, nimesema watoto tengenezeni kiwango cha utajiri wa familia, acheni kulialia. Wazazi wenu wanaondoka kujua wewe ndio umebaki. Kwenye Biblia walikuwa wanasema, kwa nini mtoto alisi mara mbili? Yeye ndiye aliyekuwa mtemi wa nini? Familia. Ndiye aliyekuwa mlinzi, yeye ndiye aliyekuwa kiongozi. Tena kutoka baba. Mama sio mlinzi wa familia mjue. Mama hana shaka kwenye familia. Yaani baba hayupo. Mama kitu kinakaliwa na mkubwa kwanza. Kuna sehemu nyingine ukienda, kaka ni mdogo, dada ni mkubwa. Mdogo yule kaka akifika, dada anakisha kitu. Ila mjui. Amyajui yale. Sasa mzaliwa kwanza ni picha na kiongozi wa nini? Wa familia. Sasa ukikaa hapo kila sekta wewe unayavuruga. Unavuruga mstari wa ukoo mzima. Haleluya. Mungu atuhurumie sana. Unaweza kuwa hapo kuanzisha kizazi kipya. Yawezekana kwenye miaka 25 uliyokuwa nayo, 30 uliyokuwa nayo, unataka kuoa, anzisha kizazi kilicho bora. Kisichotembea na new world order ya kutengeneza dunia ya siasa wanaoitaka na Mungu wanaomtaka wao. Hujaoa, hujaolewa. Anzisha kizazi kipya. Naomba tusimame. Tafadhali. Mzaliwa wa kwanza ni sababu ya tumbo la wamama kufunguliwa au kufungwa. Mzaliwa wa kwanza ni sababu ya mama tumbo kufungwa au kufunguliwa. Amen. Nitamani niseme lakini Mungu atoa kibali. Hii ni somo pana na ni semina kubwa kwa watu. Na hasa watoto hao. Yaani una mtoto na umeshaona yani anapoelekea ameanza kutafuta bani. Aokolewe mapema. Wazungu jamani, kama mnanisaidia kusimama wazungu. Mtoto anasoma, anaanza kwenye utoto na ngaya anataka yeye anaanza kulisishwa mapema ili afanye vizuri. Na tunataka kila mtu kama unaona kwenye familia kila mtu anajua. Kuna mahali unaona umeathiri familia. Lazima utengeneze vizuri ili tusaidie kizazi chetu kiwe na mazingira yaliyo bora. Haleluya. Kama unatafuta maisha kwa ulegevu, jua unaathiri wewe. Kama una mpango wa kuzaa nje ya ndoa kwa sababu ya migogoro ya ndoa, jua na viuno vyako vitafanya hivyo. Jua una mpango wa kuachana na mume na mke. Kama ulipata mtoto na yeye atafanya hivyo. Umtendeao ndugu yako na wewe hayata kukuta vizazi vyako vitafanyaje? Vitaathirika.
Kuna siku aliuliza swali, hivi Rutu alipofanya hivi na hivi, wale watoto ilikuwaje? Kaambia wale watoto hawana kosa, ila hawa wazazi wao waliwaathiri wale watoto, wakapitia mateso ambayo sio ya kwao. Komaa kwenye ndoa ili utengeneze kizazi ambacho akipigwa kofi moja sio anakwenda kwao. Mama, lea mtoto ambaye umekaa miaka 60, umekaa miaka 20 kwenye ndoa, unazaa mtoto miezi 6 amepigwa kofi kisa kushindwa kutekeleza majukumu ya kifamilia. Mwanangu njoo, huku hujaua. Wewe miaka 20 uliyokaa ingekuwa sio kuua, ungekuwa sharudi kweli. Tutengeneze kizazi ambacho rohoni na mwilini kitakuwa kiko bora. Watu wanawezaje kwenda mbinguni kama sisi wenyewe tunachechemea? Simama hapo ulipo. Tutengeneze kizazi. Kila mtu hapa alipo kuna namna ameathiri watoto zake. Kiroho umewaathiri, kimwili